Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizingatia vipi usafi wa mwili na mazingira? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitusihi kujitakasa nje na ndani. Mwenyewe alikuwa anaoga karibia kila siku, lakini alitutaka tuoge angalau mara 2 kwa wiki, na alisisitiza kushika udhu kabla ya sala, na alitusihi kuzingatia usafi wa macho na meno hasa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielekeza nini kuhusu kunywa maji au vinywaji? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinywa maji alikuwa anapumua mara 3, na alikuwa anaanza kwa kusema jina la Allah kabla ya kunywa maji, na baada ya kunywa maji alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka msisitizo gani juu ya usafi wa meno? Pinalimugisha batale na bado nalisimlimhola nanenalimhola nanilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanikisha kuweza kufanya kambi yetu hii ya malezi katika Mlima Sita, na ninaye mwanafunzi wangu hapa ambaye ningependa ajitambulishe kisha nimuulize maswali katika sira ya mtu mkamilifu. Kwa majina naitwa Musa Njile kutokea katika tawi la Nangale. Swali la kwanza, ni nani aliyethibitisha kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia bora? Mwenyezi Mungu mwenyewe amethibitisha kupitia Qur'an tukufu. Qur'an tukufu inasema nini kuhusu tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qur'an tukufu inasema, na hakika wewe ni mwenye tabia njema kabisa. Sura Al-Qalam, sura 68 aya 5. Mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha radhiallahu anha, alisema nini kuhusu tabia ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bi Aisha radhiallahu anha alisema kwamba tabia yake ilikuwa Qur'an tukufu. Ni sura gani Bibi Aisha radhiallahu anha alitaka mtu aisome ili aeleze tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sura Al-Mu'minun aya kadhaa za mwanzo. Ni sifa gani zinazotajwa kwenye aya za mwanzo wa sura Al-Mu'minun? Wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu hakika huwa wanasali kwa unyenyekevu na hujiepusha na mambo ya upuuzi, na huwa wanatoa zaka na hujilinda na uasherati na huaminika katika ahadi zao na uhifadhi sala zao. Bibi Aisha radhiallahu anha alisema nini baada ya kusikiliza aya za mwanzo za sura Al-Mu'min? Bi Aisha radhiallahu anha alisema kwamba hizo ndizo hasa zilikuwa tabia zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taja baadhi ya sifa njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizotajwa katika Qur'ani tukufu na hadithi. Sifa hizo ni ukweli, uadilifu, uvumilivu, huruma, msamaha, ibada ya hali ya juu na ukarimu. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa mfano bora wa kuigwa? Kwa sababu yeye alikuwa anaishi kwa kufuata mafundisho kwa kufuata mafundisho sahihi ya Qur'an tukufu kikamilifu, na tabia zake zilikuwa zilizopendezeka. Ni nini tunaweza kujifunza kutokana na tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunaweza kujifunza ukweli, uvumilivu, huruma, uadilifu. Mambo haya ni muhimu sana kwa kumridhisha Mwenyezi Mungu na mambo mengine mengi. Uso wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulifananishwa na nini? Uso wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulifananishwa na mwezi kamili kwa mwanga na uzuri wake. Ni tabia gani nzuri zinazoonekana usoni mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tabasamu lake la kupendezeka na sura yake yenye furaha na haiba ya heshima na utukufu. Eleza baadhi ya sifa za uso wake. Alikuwa na pua nyembamba na macho makubwa yenye weusi wa kuvutia, na alikuwa na mashavu laini, na alikuwa na mdomo mpana wenye meno meupe
kama lulu, na alikuwa na kichwa kikubwa kiasi kwamba kilijaa nywele nene. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mlingano gani wa mwili? Alikuwa na shingo ndefu na kifua kipana na tumbo lililonyoka sawa na kifua, na alikuwa na mwili mwembamba wa wastani. Alama gani maalum ilikuwa mgongoni mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kipande cheusi cha nyama katikati ya mabega kilicho sawa na ukubwa wa yai la njiwa kilichokuwa kinaitwa kama muhuri wa manabii. Muhuri wa unabii umetajwa wapi katika Biblia? Muhuri wa unabii umetajwa ndani ya Biblia katika Isaya 8 aya 16 inayosema, ufunge ule ushuhuda, utie muhuri ile sheria kati ya wanafunzi wangu. Pia katika Danieli 9 aya 24 inayosema, maandiko yanayotaja kipindi kilichowekwa ili kutia muhuri maono na unabii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aligawaje siku yake katika sehemu tatu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aligawa katika sehemu ya kwanza kwa ajili ya ibada, na sehemu ya pili kwa ajili ya familia yake, na sehemu ya tatu kwa ajili ya shughuli zake binafsi na mapumziko na kwa ajili ya umma wake, na alikuwa anasikiliza mahitaji ya watu na kutatua migogoro, na alikuwa anatoa miongozo. Baada ya kutangazwa kuwa mtume miaka 13 ya mwanzo katika Maka, alitumiaje? Alitumia kwa kupokea ufunuo wa Qur'an tukufu na kutoa mahubiri na kufundisha watu na kuwalea waumini wapya na kuvumilia mateso na mtihani mingi. Kwa nini kuna habari chache kuhusu maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa Maka? Kwa sababu kwa kipindi kile mateso na majaribu yalikuwa mengi sana, na taarifa zake zilikuwa za wastani kwa sababu ya mwanzo. Tunajifunza nini kutokana na ratiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunajifunza umuhimu wa kupanga siku kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya kusaidia watu wengine badala ya kutumia muda kwa ajili ya starehe tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea kula vyakula gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kula vyakula rahisi kama vile mkate wa unga wa ngano na mboga kama tanipe, figiri na majani, na alikuwa anapenda kula vyakula kama faridi, harisa na tende, na alikuwa anapenda kula asali, tikiti maji na wali na maziwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizingatia vipi usafi wa mwili na mazingira? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitusihi kujitakasa nje na ndani. Mwenyewe alikuwa naoga karibia kila siku, lakini alitutaka tuoge angalau mara 2 kwa wiki, na alisisitiza kushika udhu kabla ya sala, na alitusihi kuzingatia usafi wa macho na meno hasa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielekeza nini kuhusu kunywa maji au vinywaji? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinywa maji alikuwa anapumua mara 3, na alikuwa anaanza kwa kusema jina la Allah kabla ya kunywa maji, na baada ya kunywa maji alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka msisitizo gani juu ya usafi wa meno? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa kama asingewafia kuwaweka Waislamu mashakani, angetaka wapige mswaki mara 5 kwa siku. Ni lini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipiga mswaki kwa kawaida? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapiga mswaki mara 5 kwa siku na baada ya kuingia nyumbani. Ni nani aliyemsaidia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusafisha meno karibu na umauti wake? Hazrati Bi Aisha radhiallahu anha aliyemletea kipande cha mswaki alichokilainisha kwa ajili yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipenda harufu ya aina gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda manukato yenye harufu nzuri sana, na jasho lake lilikuwa na harufu nzuri kuliko hata miski. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitunza vipi nywele zake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ananyoa ndevu zake kwa upande wa pembeni na kwa urefu, na alikuwa ananyoa sawa na urefu wa kozi, na alikuwa anatumia hina kwa ajili ya nywele zake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipendelea kuvaa mavazi ya aina gani?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kuvaa mavazi ya Waarabu kwa wakati ule, kama vile kanzu, shati lenye mikono mirefu au bila mikono, joho na koti la pamba wakati wa baridi. Ni vazi gani maalum alilopendelea kuvaa siku ya Ijumaa na sikukuu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kuvaa joho lenye rangi nyekundu katika siku ya Ijumaa na katika siku ya Idi na wakati akiwa anawapokea wageni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya nini baada ya kuvaa nguo mpya? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasali rakaa mbili za sala ya nafali, na baada ya hapo alikuwa anawagawia maskini nguo zake za zamani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivaa pete ya aina gani na ilikuwa na maandishi gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavaa pete ya fedha iliyokuwa na maandishi ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, aliyekuwa anahifadhia barua zake rasmi na alikuwa anaivua wakati wa kwenda msalani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivaa nini wakati wa vita? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivaa kofia ya chuma na deraya, na katika vita vya Badri alivaa deraya mbili, lakini vipande vya chuma vilimchoma katika mashavu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia gani nzuri kuhusu matumizi ya mavazi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda mavazi rahisi, na mara nyingi alikuwa anagawa vitu vyake vya zamani kwa wahitaji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionekana vipi alipokuwa akitembea? Alikuwa anatembea kwa mwendo wa haraka na kwa wepesi kiasi kwamba kana kwamba mtu anashuka kutoka kilimani. Hadhrat Abu Huraira radhiallahu anhu alielezaje mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alisema kwamba sijawahi kuona mtu yeyote anayetembea kwa haraka kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba ardhi ilikuwa inajikunja chini ya nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale waliokuwa wanaandamana naye walikuwa wanachoka, lakini yeye hakuonesha hata dalili ya kuchoka. Hadhrat Hassan bin Ali radhiallahu anhu alielezaje tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutazama? Alisema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweka macho yake chini, na alipokuwa akimtazama mtu au kitu alikuwa anamtazama kwa makini na moja kwa moja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatangulia maswahaba wake katika nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawatangulia masahaba zake katika kutembea, na alikuwa anawatangulia watu waliokutana nao kwa salimia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwaje katika maongezi yake? Sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwa kali wala ya haraka, na alipokuwa anazungumza alikuwa anazungumza kwa utulivu ili kueleweka kwa maneno vizuri, na mara nyingi alikuwa anarudia maneno hata mara tatu ili kuyatia akilini mwa wasikilizaji. Jazakumullah ahsan jaza. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yeye ndo yatuumbile, yatuingile uhai, fatuishi mdunia yabamile, tabamigwa tumuinamile, kulangu safa tushukuru Mungu yu mmoja asiye mshirika. Mijokani kia maombi yito na majibu mitipatia, imani jito ya yakola upendo wino huenea, daima chatutenda kukusifu deleno tendenda kukunadi Mungu yu mmoja asiye mshirika. Eti open miata ole kireto iolopokin olondau onadonda kinyor iye tamayana iyok Mungu yu mmoja
asiye mshirika. Zifanyenu tutizilole, hakika za muwaziene, ngani wai kutio chela, walangatiyo chela, mtokweche mnope, ewe Mungu wetu, Mungu yu mmoja asiye mshirika. Kila lugha ya kutaja yasifu wako uwezo, bila hata kukufuja zatolea maelezo. Ianza safari twaja, kubali vyetu vigezo, samehe vyetu viroja, tuondole vikwazo. Mungu yu mmoja asiye mshirika.